Kasumuru TV, habari moto moto, uhakika. Shangilia Bwana kwa makofi mengi. Leo ni siku ya kwanza, sitakuwa na muda mrefu sana, lakini kesho nitaanza kuombea wagonjwa na wenye shida mbalimbali. Sio lazima uwe mgonjwa, unaweza kuwa haumwi lakini una matatizo makubwa kuliko wagonjwa. Sema amen. Na ili upate kujua hayo, njoo kwenye mkutano, utajisikia neno la Mungu na utajifunza kitu cha kufanya kwenye maisha yako. Sema amen, amen. Leo tunakumbuka kuzaliwa kwake Yesu. Haleluya. Ambako kuna mgogoro mwingi wa watu, wengine wanasema leo sio siku yenyewe, wengine wanasema leo ni nini. Kukumbuka ni kukumbuka, unaweza kukumbuka wakati wowote. Hata kama, kwa sababu hata kama tukisema ingelikuwa yenyewe, nayo sio yenyewe. Hata ingelikuwa yenyewe, nayo sio yenyewe. Yenyewe ilishapita. Sema amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo kama tumekubaliana kukumbuka usiku, tungekumbuka tu. Kama tungekubaliana kukumbuka tarehe yoyote, tungekumbuka tu, kwa sababu ni kukumbuka. Sema amen. Sasa tunakumbuka kuzaliwa kwake Yesu. Duniani kote leo wanakusanyika, wameabudu ibada ya asubuhi, na wengine wanaendelea mpaka hivi kusherekea. Kwa nini? Kwa sababu tunakumbuka. Sema amen, amen. Pigie Bwana makofi mengi. Katika sura ya 2 mstari wa 1 Luka, Biblia inasema siku zile amri ilitoka kwa Kaisari Augusto ya kwamba iandikwe orodha ya majina ya watu wote wa ulimwengu. Orodha hii ndiyo ya kwanza iliyoandikwa hapo Kilenio alipokuwa liwali wa Shamu. Watu wote wakaenda kuandikwa, kila mtu mjini kwao. Yusufu naye aliondoka Galilaya toka mji wa Nazareti, akapanda kwenda Uyahudi mpaka mji wa Daudi uitwao Bethlehem, kwa kuwa yeye ni wa mbali na jamaa ya Daudi, ili andikwe pamoja na Mariamu mkewe, ambaye amemposa naye ana mimba. Ikawa katika kukaa huko siku zake za kuzaa zikatimia, akamzaa mwanawe kifungua mimba, akamvika nguo za kitoto, akamlaza katika hori ya kulia ng'ombe, kwa sababu hawakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Na katika nchi ile ile walikuwako wachungaji wakikaa makondeni na kulinda kundi lao kwa zamu usiku. Malaika wa Bwana akawatokea ghafla, utukufu wa Bwana ukawangalia pande zote, wakaingiwa na hofu kuu. Malaika akawaambia, msiogope, kwa kuwa mimi nawaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Na hii ndiyo ishara kwenu, mtamkuta mtoto mchanga amevikwa nguo za kitoto, amelala katika hori ya kulia ng'ombe. Mara walikuwapo pamoja na huyo malaika wingi wa jeshi la mbinguni, wakimsifu Mungu na kusema, atukuzwe Mungu juu mbinguni, na duniani iwe amani kwa watu aliowaridhia. Ikawa malaika hao walipoondoka kwenda zao mbinguni, wale wachungaji waliambiana, haya na twendeni mpaka Bethlehemu tukalione hili lililofanyika alilotujulisha Bwana. Wakaenda haraka, wakamkuta Mariamu na Yusufu na yule mtoto
mchanga amelala horini. Walipomwona wakatoa habari walioambiwa juu ya huyo mtoto. Wote waliosikia wakastaajabu kwa hayo walioambiwa na wachungaji. Lakini Mariamu akayaweka maneno haya yote akiyafikiri moyoni mwake. Wale wachungaji wakarudi huku wakimtukuza Mungu na kumsifu kwa mambo yote waliosikia na kuyaona kama walivyoambiwa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana asifiwe tena na tena. Nipe masikio yako kidogo niongee na wewe kifupi. Sema amen. Haleluya. Tunakumbuka habari za kuzaliwa kwa Yesu. Kanisani leo nikasema ujio wa Yesu. Sema amen. Ujio wa Yesu, kwa sababu ukweli alikuja, hakuzaliwa. Sema amen. Alikuja, hakuzaliwa, kwa sababu mara nyingi kinachozaliwa kwa wanadamu, kuzaliwa kwa wanadamu ni kwamba anakuwa hajui chochote kinachoendelea. Hata kuzaliwa kwake hajui, lakini huyu alikuwa amejua kutoka mbinguni. Sema amen. Hata alipokuwa anaingia tumboni alikuwa anajua. Anaanza kuumbika mle ndani anajua kwamba sasa hivi ameongezeka, anajua. Sema amen. Kwamba umefika wakati wa kutoka, anajua. Kwamba sasa hivi nitoke, anajua. Sema amen. Kwamba sasa hivi nimezaliwa nilie, akaanza kulia kama kawaida, anajua. Kwa hiyo alizaliwa tofauti na wanavyozaliwa wanadamu. Mimi ukiniuliza nilipokuwa tumboni sijui. Nilivyoanza kuumbika sijui. Nilivyotoka mlangoni kwa mama sijui. Lakini Yesu alikuwa anajua kila kinachoendelea. Maandiko yanasema aliona kule kushikamana na utukufu hakufai, akaamua kuvua hali ya kuwa Mungu, akaja akavaa ubinadamu. Aliona kushikamana na utukufu wa Mungu wakati watu wanateseka, akaona hakufai, akaona aje duniani avae mwili wetu. Alivumilia mengi. Kwanza kukaa tumboni miezi 9. Huku unajua. Unakaa miezi 9 huku unafanyaje? Tulipokuwa tumekaa tumboni tulikuwa tujui. Lakini yeye alikuwa anajua niko tumboni. Anahesabu siku ya kwanza, ya pili, mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu mpaka 9. Yuko ndani, anaelewa kinachoendelea. Alikuwa na moyo wa pekee yake. Ndio maana tunapaswa kumshukuru Bwana Yesu sana. Tunapaswa kumshangilia sana. Tunapaswa kumhimidi sana. Tunapaswa kumpa sifa sana. Tunajaribu kuongea tu kwamba alivumilia, alimateso msalabani, lakini alivumilia kukaa kwenye mazingira ya kutoka mwezi wa kwanza mpaka miezi 9. Alafu akaanza kuwa katoto. Inabidi afanye mambo ya nini? Ya kitoto. Kwa sababu akiyafanya mambo ya kitu vikubwa watamshangaa. Inabidi afanye vile vile kama watoto. Awe na nepi na yeye. Lakini huko anajielewa, anajitambua.
Maandiko yanasema hapo mwanzo alikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, pasipo yeye hakuna kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulikokuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Haleluya, haleluya, haleluya. Biblia inasema akaja kwetu. Biblia inasema hivi, akafanyika mwili, naye neno akafanyika, akakaa nasi. Sema amen. Kwa hiyo alipokuwa anafanyika mwili alikuwa anajua kwa sababu anafanyika mwili, anatembea na kila kitu. Alivumilia mengi, alafu akajifanya tu mchonga mbao pale seremala. Mungu amekuwa seremala. Sema amen. Ndio maana washangaa maseremala kama mnakuwa waongo. Yesu hakuwa muongo. Maandiko yanasema alikuja kwetu amejaa neema na kweli. Seremala Yesu alikuwa na kweli, hakuwahi kumdanganya mtu yoyote, na alikuwa akisema uje uchukue kitu chako siku fulani, ni siku ile ile. Sema amen. Amejaa neema. Haleluya. Punga mkono kama unanisikia. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hebu sema amejaa neema na kweli. Hata hivi hapa tunapohubiri amejaa nini? Neema na kweli. Unapokwenda kwake unapokea neema. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Miaka 33 aliyoishi Yesu duniani ni miaka ya uvumilivu sana, kwa sababu alikotoka mbinguni ni kuzuri sana, lakini alikuja duniani kwa ajili yetu. Maandiko yanasema alizaliwa kwa ajili yako. Maandiko yanasema alikuja kwa ajili yangu mimi na wewe. Hata ukimkataa alikuja kwa ajili yako. Hata ukimpinga alikuja kwa ajili yako. Hata kama humtaki alikuja kwa ajili yako. Hata kama unasema sio imani yangu, alikuja kwa ajili yako. Hata ukisema mimi simtaki, alikuja kwa ajili yako. Kama alikuja kwa ajili yako, unapaswa kukaa chini kupata kuelewa alikuja ili afanye nini na mimi. Sema amen. Alikuja kwa ajili ya wanawake na wanaume. Alikuja kwa ajili ya Waafrika na wazungu. Alikuja kwa ajili ya Wahindi na Wachina. Alikuja kwa ajili ya watu wa rangi zote, wakubwa kwa wadogo. Alikuja kwa ajili yao. Sema amen. Maandiko yanasema aliamua kuanzia chini sana, akazaliwa kwenye holi. Hakuna mtoto anayezaliwaga kwenye holi. Hata akizaliwa wanamtoa hapo hapo haraka, wanampeleka kwenye sehemu nzuri, lakini yeye walimlaza kwenye holi la kulia ng'ombe. Niliingia pale tulipoenda Israeli. Nilienda kuona lile holi la kulia ng'ombe. Sema amen. Walimwambia, walimlaza Bwana hapa.
Sema amen. Wale kule nyumba, kwa sababu ya upepo na baridi sana, wanachimba maholi ya ng'ombe, wanachimba chini kama hivi. Kuna okema, basi wanachimba chini, alafu hapo ndipo ng'ombe zinakaa kwa usalama wake. Kwa hiyo ikabidi tuingie hapo. Nakumbuka tulifika saa 10 hapo, tulifika saa 10 pale, lakini tukuja kupata nafasi ya kwenda kuona saa 4 usiku. Foleni kubwa kutoka mataifa mbalimbali, wanataka kwenda kuona hapo alipo lazwa Yesu. Sema amen. Na sisi tukakaa hapo, tulishiwa kula chakula, tulivumilia toka saa 10 mpaka saa 4 usiku, ndio tukapata nafasi ya kuingia. Sasa mimi ndio, alafu mnaendea pale, mnaenda kwa zamu. Sasa mimi nakwenda naangalia, au ndio hapa, wanakwambia hapa ndio penyewe, alilala hivi, alifanya okay, basi unaondoka. Anakuja mwingine, wanakwambia haraka, kwa sababu kuna kundi bado lingine lilikuwa liko nyuma yetu. Yesu ni mfalme bwana. Waisraeli pamoja kwamba wamemkataa Yesu, lakini amewatajirisha sana kwenye nchi yao. Pamoja kwamba hawamtaki, lakini amewapa manufaa makubwa, maana maelfu kwa maelfu kila siku. Kuna mji mwingine tuliambia hatuwezi kwenda leo, kumejaa, mpaka kesho saa 6 ndio mtaenda. Unaweka order, na wote hao wanaoingia humo hawaingii bure, wameingia na fedha. Kwa hiyo hata wangelimkataa Yesu, bado amekuja kwa ajili yao, anawanufaisha, wanakula vyake. Sema amen. Hata wewe ambaye unamkana Yesu, alikuja kwa ajili yako, maana pasipokuja Yesu ulimwengu huu ungelikuwa umeshahukumiwa. Ungelikuwa ulishafanya nini? Ungelikuwa umeshahukumiwa, umefutwa. Aliyeleta neema ili ulimwengu uendelee kuwepo ni Yesu Kristo. Sema amen. Sema Yesu Kristo alikuja, ameleta neema. Biblia inasema alikuja akiwa amejaa neema, akaja kwetu, nasi tukauona utukufu wake. Sema amen. Utukufu wa Mungu ukawa juu yake, rehema na neema ya Mungu ikaja juu ya wanadamu. Sema amen. Ndio maana Biblia inasema alipokuwa amelazwa kwenye holi la kulia ng'ombe, malaika akawaendea wachungaji waliokuwa wanachunga ng'ombe. Na hapo nikaenda hapo. Sema amen. Na hapo tulifika hapo, tukaenda kuona eneo ambalo walikuwa wanachunga ng'ombe. Tukaona mwendo waliotembea kutoka pale mpaka Bethlehem kwenda kwenye lile holi la kulia ng'ombe. Sema amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe mno. Malaika akawaambia, alipowaangazia nuru wakaogopa, maana mambo ya mbinguni yako tofauti na mambo ya dunia. Akija wa mbinguni hapo tunachanganyikiwa wote. Kwa hiyo alipokuja malaika walichanganyikiwa, wakatetemeka sana, lakini malaika akasema msiogope, na waletea habari njema. Haleluya. Na waletea habari njema, na waletea habari nzuri. Maana wengine hawajui njema ni nini. Ni nzuri sana, habari nzuri sana zinaitwa njema. Maana mtoto amezaliwa kwa
ajili yenu. Haleluya, haleluya. Amezaliwa mtoto kwa ajili yenu, kwa ajili ya watu wote. Na anasema itakuwa furaha kwa watu wote. Hey. Ndio maana watu wapende wasipende wanasherekea Krismasi. Hata wengine wanasema sio dini yangu, lakini anapika wali na anasema ni Krismasi leo, kwa sababu ni furaha kwa watu wote. Huyu Yesu ni furaha kwa watu wote. Huyu Yesu akitokea mahali lazima furaha ije kwenye maisha ya watu. Nimleta furaha, nimleta habari njema, nimleta amani, nimleta ushindi kwenye maisha ya watu, nimleta baraka. Watoto leo wamefurahi, wamevaa tunguo tupi. Hata wewe leo sokoni kulikuwa kumechafuka, mnanunua hiki na kile kwa ajili ya ukipata kale kanguo unafurahi. Lakini kwa nini umevaa? Amekuja Yesu, unasherekea Krismasi kwa sababu Yesu ni furaha. Ndio maana hapa tulii, tumejaa furaha, tumempokea Bwana furaha, tumempokea Mwokozi aletaye furaha kwenye maisha ya watu. Sema amen. Amekuja kwa ajili yako, hata kama upaki, amekuja kwa ajili yako. Amekuja kuokoe, amekuja kuponye, amekuja kulinde, amekuja kupe amani. Anasema mahali pengine, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Mtapata nini? Raha. Unapata raha nafsini mwako. Unatembea lakini una raha mwenyewe. Mwingine hawezi kuona lakini raha yako mwenyewe. Ndio maana kuna wengine tunasema asingekuwa Yesu sijui ningelikuwaje. Unabaki tu unamshukuru Bwana, unabaki unaimba kawimbo ka moyoni, unataka ukikaa kwenye kiti unaluka ndani ya moyo, maana umepata raha nafsini mwako. Sema umepata raha nafsini mwako. Haleluya, haleluya. Furaha itakayokuwa kwa watu wote. Kwa ndio maana unaweza kuona furaha leo, hata wengine hawajui kwa nini wanasherekea, lakini wanashangaa tu leo wamefurahi. Wapakumbuka muziki, hata kama ni muziki wa dunia, hata kama ni muziki wa dini, lakini umepata furaha. Maana mleta furaha ametangaza furaha, ameleta furaha kwenye moyo. Na kwa sababu hiyo atawahukumu watu kwamba siku ile ulicheza sana, ulifurahi sana, ulifurahi kwa ajili ya nini? Asema Bwana, mimi nichua nisikuwa nisema. Akasema ulicheza sana kwa sababu ya mimi kuzaliwa. Kilikuwa ni Christmas, siku ya kuzaliwa mimi. Kwa hiyo nakwambia kwamba unahukumiwa kihalali, kwa haki, kwa sababu ulijua lakini ukufuatilia kwamba huyu aliyekuja. Wote tunachanganyikiwa, wote tunavaa mavazi mapya, hata kama nyama nyumbani mwetu tulikuwa tunakula. Mimi nakumbuka miaka ile ya 70, miaka ya 72, 73 tulipokuwa tuko kule Ileje kule, tulikuwa hakuna wali kule, lakini Christmas lazima tule wali. Kulikuwa hakuna nyama, lakini Christmas lazima nyama ipikwe. Watu wanakana wanatembea wanaluka tu. Christmas bokosi. Hallelujah.
Haleluya, hale. Na leo umetoka kula pilau kwa ajili ya Yesu. Umepika pilau kwa ajili ya Yesu. Umetafuta hela ya Christmas kwa ajili ya Yesu. Umeenda sokoni kuhangaika na huku na kule, ni kwa ajili ya Yesu. Kama hujajua, mimi nakujulisha sasa, ni kwa ajili ya Yesu. Lakini huyu Yesu amekuja akuokoe. Moja, akuokoe na dhambi. Kwa nini akuokoe na dhambi wakati unaipenda? Niliyokuambia mwaka jana kwamba dhambi ndani yake kuna mauti. Kwa hiyo Yesu anapoangalia, haangalii utamu wa dhambi, anaangalia mauti iliyoko ndani ya dhambi. Anaangalia nini? Mauti iliyoko ndani ya dhambi. Haangalii utamu wa dhambi, maana ziko dhambi tamu, sikunoga. Watu wanakunywa pombe inanoga. Sema amen. Watu wanafanya uzinzi wanajisikia raha. Lakini Yesu haangalii uzuri unaousikia wewe, anaangalia kilichoko ndani. Biblia inasema dhambi isitawale ndani ya miili yenu ipatikanayo na mauti. Mshahara wa dhambi ni nini? Sema amen, amen. Haleluya. Amekuja Yesu kwa jina hili la Yesu ili akuokoe na dhambi zako. Utamwita jina lake Yesu, maana ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Lakini pia nilikwambia dhambi ni bosi. Biblia inasema watendao dhambi ni watumwa wa dhambi. Kwa hiyo dhambi anakuwa bosi wako. Ndio maana kuna watu wamependa waache dhambi, wameshindwa kuacha kwa sababu bosi amemwambia haiwezekani. Bosi akikwambia nenda kuzini, lazima ukazini. Nenda kanywe pombe, lazima ukanywe. Nenda ukafanye hivi, lazima ufanye. Ndio maana wakati wa ukimwi ulipokuwa hata una dawa, watu walikuwa wanakufa na ukimwi, lakini bado watu walikuwa wanasema ni ajali kazini. Maana ni watumwa. Kuacha wanaona haiwezekani. Kuacha inashindikana kuacha. Kuna watu wamepigwa kwa sababu ya wizi, wamepigwa mpaka wamekuwa na makovu mazito, lakini hawajaacha. Kesho wanaiba tena. Kwa nini? Kwa sababu ni mtumwa wa dhambi. Sema amen. Watu wamependa kuacha sigara, wengine wameshindwa kuacha. Kaka yangu alishindwa kuacha sigara. Kuna wakati akajifanya kama ameokoka, kumbe hajaokoka. Akasema nimeokoka sasa. Akaendelea kuvuta kwa asili. Baadaye mimi nikamwambia hujaokoka. Ungekuwa umeokoka kiu kingeisha. Yesu hawezi kuitwa mwokozi wakati bado dhambi inakuwa na nguvu juu yako. Ukimpokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi, anasema mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Biblia inasema mtumwa hakai nyumbani siku zote. Mtumwa anatumwa huku na kule, lakini mwana anakaa nyumbani siku zote. Na wote waliompokea aliwafanya kuwa wana wa Mungu, ambao wako huru ya kukaa bila kutumwa tena. Sema kwa jina la Yesu aliye hai. Sema Yesu, nakuhitaji. Mwana anakaa nyumbani siku zote, hatatumwa ovyo ovyo tena. Kama ulikuwa unatumwa ovyo ovyo, baada ya kumpokea Yesu anakufanya kuwa mwana wa Mungu. Ukifanyika mwana wa Mungu hautumwi tena.
hautumwi. Dhambi haikutumi tena. Mimi ndio maana nilipookoka toka mwaka 81 mpaka leo sijawahi kutumwa na dhambi. Dhambi haijawahi kunituma. Nenda ukaibe, nenda ukazini. Wapi we? Mimi sio mtumwa wake. Na ikata nasema toka. Toka. Inakuja inaongea na toka, toka. Toka. Haiko juu yangu tena. Ukimpokea Yesu, Yesu anakuwa kichwa chako, anakuwa juu yako, anakuwa upande wako, anakuwa kimbilio lako, anakuwa msaada wako, anakuwa mwokozi wako. Wote waliompokea wamepewa sifa ya kuwa watoto. Hawatumwi ovyo ovyo tena na dhambi. Dhambi haifanyi nini? Haiwatumi tena. Kama bado unatumwa na unatii na unashindwa kuacha, hujaokoka bado. Hata kama tunasali na wewe, hujaokoka. Hata kama unaimba, haujaokoka. Na mimi nakwambia hujafanyaje? Hujaokoka. Uliyeokoka lazima ushinde dhambi. Biblia inasema waliozaliwa na Mungu hawatendi dhambi, kwa sababu uzao wa Mungu uko ndani yao. Sema amen, amen. Kuna wengine wana dhambi ya hasira. Yuko tayari kufanya chochote kwa ajili ya hasira yako. Lakini ukiokoka lazima hasira hiyo kuache. Lazima hasira ikuache. Kama ulikuwa kahaba lazima ukahaba ukuache. Kama ulikuwa mchawi lazima uchawi ukuache. Kama ulikuwa mzinzi lazima uzinzi ukuache. Huko ndiko kuokoka, na hilo ndilo aliloleta Yesu, kuitwa mwokozi wa ulimwengu. Atawaokoa watu na dhambi zao. Haleluya. Atawaokoa watu na nini? Na dhambi zao. Dhambi zao. Una dhambi yako. Kuna kila mtu ana dhambi yake. Mwingine sio mwizi, lakini kahaba ni dhambi yake. Mwingine sio mzinzi wala, lakini mwongo. Linga kayopi sa butunguru ati kuipirika ukuta sinoge fiju inongwa, lazima ongele pa masu 10-20. Dhambi yako ni nini? Yesu amekuja kuokoa nayo. Hiyo dhambi yako hiyo ambayo unaiona haiwezekani kuiacha, lakini Bwana amekuja kuokoa nayo. Hata kama ingelikuwa ni dhambi ya ukoo, Yesu amekuja ili akuokoe nayo. Yesu amekuja ili akuponye nayo. Mwingine dhambi yake ni kuvuta sigara tu, tena ya ukoo. Bikukwesa baba, bikukwesa mami, kukwesa abana opa, bikukwesa nyumba mule mufurike ngambo. Balekia nitakufuta zile bandie ukumiana itakumiana bikumianda. Bikununge ngambo. Hata nguo zinanuka nini? Ni dhambi yao. Dhambi yako huwezi kuiacha kwa nguvu zako. Ila dhambi ambazo sio zako utaziacha. Ukisema iji mkujireka kaji yako. Dhambi yako huwezi kuiacha kirahisi. Itakung'ang'ania. Ndio maana hata ukiokoka dhambi yako itaanza kuja kukubembeleza. Itasema kweli umeokoka, kweli umeokoka, kweli kweli. We naomba urudi tuende tena. Dhambi yako. Lakini nikwambie Yesu amekuja kukuokoa na dhambi yako. Hata kama imeshindikana, mpe Yesu maisha yako. Mpe Yesu maisha yako. Mpe Yesu. Mwingine dhambi yake ni ushirikina tu. Anashinda kwa waganga. Akitoka Malawi anaenda Msumbiji. Akitoka
akitoka Msumbiji anaenda Sumbawanga, akitoka Sumbawanga anaenda Tanga, akitoka Tanga anaenda Kongo, akienda Kongo anaenda Nigeria, akienda Nigeria anatoka anaenda China. Ni dhambi yako. Hauwezi kuiacha. Unamtaka Yesu ache. Anasema nimekuja kwa ajili ya kukuokoa na dhambi yako. Nimekuletea habari njema. Yesu akija ndani yako anakuletea furaha. Dhambi inakuleta kwenye mauti, inapunguza miaka yako ya kuishi, inakufanya ufe kabla ya wakati wako. Dhambi haifai kuifuata, dhambi haifai kuipenda, dhambi haitakiwi kwenye maisha ya mtu. Dhambi haifai. Amekuja kutuokoa na dhambi zetu. Haleluya. Amekuja kukuokoa na dhambi yako. Ndio ujio wa Yesu. Sema amen. Haleluya. Namba 3, alikuja kutuokoa, kututoa kwenye nguvu za shetani. Amekuja kututoa kwenye nguvu za shetani. Biblia inasema alituokoa na nguvu za giza, akatuhamisha, akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Kwa hiyo ametuokoa na nguvu za giza. Ndio maana kuna wengine wanasema mchungaji Kasunga mchawi. Mara nyingi wanaosema hivi ni wachawi, kwa kuwa wamekuja kuniloga, wameshindwa. Kwa hiyo wanadhani mimi ni mchawi kama wao, au mchawi niliyezidi. Wakiwaloga washirika wanashindwa. Walioko wasema Kasunga maambukizi hapa. Nienda mahali fulani nimehubiri wakasema Kasungi isiye kuno abaambukizi uburosi abana bose aba tubuke tuwakole batikukoligwa. Kumbe wale wamempokea Yesu. Yesu amewaokoa, amewahamisha, amewaingiza kwenye ufalme wa Mungu. Waliokoka uwezi ukawaroga. Biblia inasema hakuna uchawi wala uganga juu ya Yakobo, juu ya Israeli, juu ya wacha Mungu, juu ya wana wa Mungu. Kwa hiyo ndugu zangu, hatujivunie uchawi. Hatuna uchawi humu ndani. Tuna Yesu aliye hai. Tuna Yesu wa Nazareti. Tuna Yesu anayeokoa. Tuna Yesu anayeponya. Tuna Yesu mfalme. Wakati mwingine tutakuwa tumelala chini, hatujalala kitandani, tunamwambia Bwana uwe pamoja nasi, uwalinde watoto wako, uiponye nchi yetu. Hatuombi tu, tunaombea mengi. Mimi toka nimeokoka mwaka ule 81 mpaka leo naishi na Bwana. Asingelikuwa Bwana nisingekuwako. Hata juzi nimepata ajali moja hapa, ajali mbaya. Gari limevingirika mara 3. Gari nyanga. Lakini tulipotoka pale tukawa nje tunaangalia si gari. Sisi tulishangaa gari. Mimi nikawa nalishangaa gari. Hivi gari limeharibika hivi na sisi tumetoka huko ndani. Na mwangalia mchungaji Alfred, vipi? Asema niko salama tu. Hakuna mahali damu inavuja. Tukuliswigi gari nusu. Kutukua hii gari huko bure. Kama vile hatukuwemo kwenye gari. Kama nasi ni wageni pale tunaangalia. Lakini Bwana yule. Hey! Bwana yule ambaye habadiliki, leo hata kesho, anaokoa na kukuponya. Atakulinda na nyumba yako, atakulinda na familia yako, atakulinda uingiapo, atakulinda utokapo. Kokote unakokwenda utakuwa naye, utatembea naye maishani. Atakuponya na kukuokoa na mabaya yote. Hii ndio kazi ya Yesu. Hii ndio kazi ya Mwokozi. Hii ndio kazi ya mfalme wetu. Haleluya.
Hey, haleluya! Lazima umpokee Yesu kama Bwana na Mwokozi wako. Wenyekeza kitu mumwambirire. Akigwa itoro kwa kute. Tumwambirire. Na Lord reba mwambirire. Tumwambirire. Burebure ko matumwambirire. Mumwambirire jwani. Awaambie siafiwa mumwambirire. Zakayo alipompokea Yesu nyumbani mwake, Yesu akamwambia wokovu umefika nyumbani. Mambo yakabadilika. Maria alipompokea Yesu, mambo yakabadilika. Akawa nakula vinono. Wakati mwingine akiishiwa divai anamwambia, tende gesi hapo yimo. Humu ndani hatuna nini? Yesu anamwambia, lakini ni siri mama, usimwambie. Mimi bado wakati wangu mimi bado. Anasema basi kateke maji. Ndio maana alipoenda kwenye harusi aliwaambia wale, akasema chochote atakachowaambia. Maana yeye alikuwa akiambiwa teka maji. Akiona wali umeisha anasema funika chombo hicho hapo. Akifunika anakuta wali umejaa. Hawana nyama ya kula, anasema funika chombo. Akija kufunua anakuta nyama. Sema haleluya! Ndio maana aliwaambia wale ndugu zangu, akiwaambia chochote fanyeni. Maana yeye alikuwa anafanya. Ndio maana alikuwa na ujasiri wa kwenda kumwambia, hawana divai hapa, fanya kama unavyofanyaga. Huu ni ukweli usiopingika. Hata ukiupinga unajipinga mwenyewe. Lakini ukweli ni kwamba Yesu akifika nyumbani mwako lazima akufurahishe. Lazima aanze kufanya mambo kwenye maisha yako ambayo unasema, bila Yesu hapa sijui ningefanyaje. Bila Yesu hapa si mambo yangelikuache. Huwa tunakaga na mke wangu nasema, bila Bwana hapa. Bila Bwana mimi. Namwambia mke wangu, bila Bwana hapa tungefanyaje mke wangu? Tunaona hakuna cha kufanya pale. Akili yetu zimekataa, ubongo wetu haufanyi kazi. Lakini Bwana anaingilia kati. Kwa kuwa amesema nitaishi pamoja nawe. Lakini andiko lingine linasema niko pamoja nanyi hadi ukamilifu wa dahari. Lakini andiko lingine linasema aliye ndani yenu ni mkuu kuliko aliye katika dunia. Lakini andiko lingine linasema sitakuacha wala sitakupungukia. Niseme mangapi? Yako mengi ambayo Bwana anaodhibitisha uwepo wake kwenye maisha ya yule ambaye anampokea. Ukimpokea Yesu unakuwa salama. Ukimpokea Yesu unalindwa. Ukimpokea Yesu unahifadhiwa. Ukimpokea Yesu unakuwa na nguvu za kutembea bila wasiwasi, kwa kuwa mkono wa Bwana uko juu yako. Wakati usingetosha kuleta habari za kina Danieli, kuleta habari za kina Elia, kuleta habari za kina Paulo, kuleta habari za kina Gideoni, akina Yefta. Wakati usingetosha kuleta habari za maisha yetu na shuhuda mbalimbali ambazo Bwana amezifanya kwenye maisha yetu. Lakini ukweli ni huu. Acheni kutuona kama wajanja. Kama wako wajanja ni wale wajanja, lakini hatujakuwa wajanja wote. Kama wako wajanja ni kweli wako wajanja. Hata kwa wakati wa Elia alikuwa peke yake nabii wa Bwana. Manabii wa ugongo walikuwa 400. Wajanja, wenye hila. Lakini sio wote tumekuwa wajanja. Wengine tumeokoka, tunampenda Yesu. Ukisema hakuna, mbona wote wanafanya dhambi tu, umechelewa sana.
Umemuona ni Yuda, hujamuona Yohana wewe. Semberi keriati. Umemuona nani? Ulimuona Yuda. Ulimuona wakati anaiba hela. Ulimuona wakati anamsaliti Yesu. Lakini hujamuona Yohana aliyeenda naye mpaka kifoni. Maandiko yanasema huyu ndiye aliyekwenda na Yesu wala hakukimbia. Sema amen. Wako wacha Mungu. Hata kama ukisema, sasa hivi wote wachungaji waongo. Hatujakuwa wote waongo. Nikuulize swali ambalo huwezi kunijibu. Umewahi kumuona mchungaji Kasungu akifanya dhambi? Sio kusikia. Kusikia, umeona, umeshuhudia. Kwa sababu waongo wako wengi. Hata hivi ninavyohubiri wengine wanakuja hapa wanisikia wivu. Muongo, muongo. Hata hivi ninavyohubiri kwenye redio wengine wanasema, Jumatesi, zima redio. Zima. Sema amen. Haleluya. Haleluya. Hasa kuanzisha uongo mtu wa namna hiyo anaweza kusema chochote. Na wewe ukasikia ukasema ni kweli kwa sababu umesikia kwa fulani, lakini huyo ni muongo. Habari za kusikia sio zote za kweli. Tena mara nyingi habari za kusikia ni za uongo nyingi kuliko ukweli. Kwa sababu waongo ni wengi mno. Kwa sababu ulimwengu unakaa katika yule muovu. Kwa hiyo unasikia, kalikwenda kakarudi, uongo tu. Mimi maisha yangu nayajua na Mungu. Lakini hakuna naye nishuhudia, hata washirika na wanaokaa karibu na mimi hawajawahi kunishuhudia nikifanya dhambi. Mabinti niliokaa nao nyumbani, nimeishi nao, wamekuwa watu wazima sasa hivi. Wengine wamekuwa mpaka na wajukuu. Nimekaa nao nyumbani mwangu. Hawezi kuinuka binti akasema mchungaji siku moja alikuwa amepagawa. Hawezi kusema. Hawezi. Kwa sababu sijawahi. Mimi nikiamka asubuhi mabinti zangu, Bwana asifiwe. Mmeamkaje? Amen. Basi maisha yanaendelea. Unaweza kuniona naingia ndani, natoka. Naenda kusoma neno la Mungu. Nakaa natulia. Haya ndio maisha yangu. Sio kwamba na mimi msingeniona kwenye vijiwe. Kwani hakuna mabao huko barabarani? Umewahi kumuona mchungaji Kasunga yuko kwenye bao? Yuko kupiga imekula. Sema amen. Nipungie mkono wako kama unasikia habari njema hizi. Mungu akusaidie sana sana. Hebu simama juu. Nitahubiri kesho na nitaombea wenye shida mbalimbali kesho. Sema amen, amen. Asante Yesu. Mpigie Yesu makofi mengi kabisa. Halafu funika macho yako. Kila mmoja inua mikono yako juu. Kuinua mikono ni kuonyesha kusalenda kwa Bwana. Bwana yuko juu yako. Bwana yuko juu yako. Inua mikono kwa Bwana. Kumbuka wengine hawana mikono ilikatika kwa ajali. Hawana mikono, hawana miguu. Lakini wewe Mungu amekupa neema ya kuwa na mikono. Hatusemi inua kwa ajili yetu. Biblia inasema watu wote wamwinulie Bwana mikono. Inua mikono yako juu kuonyesha kuabudu, kuonyesha kunyenyekea, kuonyesha kutii. Neema ya Mungu iwe juu yako. Asante Yesu. Sifa, utukufu na heshima vikurudie. Shetani huna nafasi katika jina la Yesu. Na kuamuru shetani, mwachie mwanamke huyo, mwachie binti huyo, mwachie kijana huyo, pepo mchafu. Na kuamuru katika jina la mfalme mkuu Yesu, toka, achia maisha ya watu wa Mungu, wala usiwafuatilie tena, wala usiwazuie kuja kwa Bwana, katika jina la Yesu. Shusha mikono yako, macho yako endelea kufunika. Kumbuka ulizaliwa peke yako na utakufa peke yako. Utaingia kaburini peke yako. Utasema mbele za Bwana peke yako.
Na Yesu anasema nabisha mlangoni, mtu akifungua mlango nitaingia kwake. Yesu yuko tayari kuja kwako, umpokee kikweli kweli, awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hebu sasa wale wote ambao tuko tayari kumpokea Yesu, tuweke mikono juu. Weka mikono juu sana, usiweke sikioni, weka juu kabisa. Wasaidie wahudumu wasaidie. Wasaidie. Njooni hapa mbele wote tu, hata kama uko nyuma kabisa kule. Njoo mbele hapa, tuombe Mungu pamoja na wewe. Ribo shatarabakanda. Biblia inasema mwenye dhambi mmoja anapotubu, malaika wa mbinguni wanashangilia. 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 Rabo shatarabakanda. Rita la basana. Ribo sande ribosha. Sema, Yesu Mwokozi wangu, nimesikia neno lako. Nimesikia neno lako. Nami kwa moyo wangu wote nimeamua kuja kwako. Kama ulivyosema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Bwana Yesu, nimefungua moyo wangu na kukaribisha moyoni mwangu, na kukaribisha nyumbani mwangu, na kukaribisha kwenye familia yangu, na kukaribisha kwenye mali zangu, na kukaribisha kwenye kazi zangu, na kukaribisha Bwana Yesu. Ninaomba unisamehe maovu yangu yote, dhambi zangu zote ambazo nimetenda toka nikiwa mdogo. Nyingi nakumbuka, zingine nimesahau. Na kukataa shetani na kazi zako zote. Kuanzia leo, Yesu Kristo ndiye Bwana wangu. Wewe sio Bwana wangu shetani. Achia maisha yangu yote. Achia roho yangu. Achia nyumba yangu. Achia familia yangu. Achia mali zangu zote katika jina la Yesu. Asante Bwana Yesu. Futa jina langu katika hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia leo nimeokoka. Asante Yesu. Umeniokoa. Nitawaambia watu wote, mimi kuanzia leo nimeokoka. Bwana Yesu ameniokoa. Asante Bwana Yesu kuniokoa. Amen. Weka mikono kifuani nikuombee sasa. Sasa nakuombea mimi. Funika macho yako. Mwanamke huyu, pepo uliyemfunga 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 mwanamke huyu, kwa mamlaka niliyo nayo na kuapisha katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai, katika jina lenye uwezo mkuu, katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai, ninakuamuru pepo katika jina la Yesu, toka ndani yake, 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 toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka shetani ibilisi. Huna kitu cha kufanya shetani, katika jina la Yesu aliye hai. Waachie watu wa Mungu katika jina la Yesu. Vifungo vyote vya giza mwachie na huyu mwanamke, pepo mchafu mwachie huyu. Achia maisha yake, achia, mwachie pepo mchafu katika jina la Yesu. Na waamuru katika jina la Yesu, mashetani mna masikio mnanisikia, pepo wachafu melaniwa kwa laana, pepo wachafu mwachie mtoto huyu, wachie watu hawa
jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Pepo mchafu, pepo mchafu, pepo wachafu, hamruhusiwi kukaa ndani ya maisha ya watu hawa katika jina la Yesu aliye hai. Pepo wachafu, toka ndani yake, mwachie huyu na msimwingie tena katika jina la Yesu. Pepo wachafu, mashetani, majini, roho chafu, shetani toka, shetani toka, shetani toka, uhame kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Toka shetani, toka shetani, toka shetani ibilisi, toka vifungo vya giza, toka maonezi ya shetani. Wakati na majira haya tunapomaliza ibada hii kwa siku yetu ya kwanza na tunapoondoka mahali hapa, tutangulie uwe pamoja nasi na tusaidia na kutuwezesha. Kwa jina la Yesu tunajiweka mikononi mwako. Amen. Haleluya. Basi naomba wanakwaya, wale viongozi wa mitaa, tujue wajibu wetu kwa ajili ya huko, lakini nimlete kwenu Happy Mlinga aweze kuimba kwa ufupi. Lakini pia niseme, ndugu mtazamaji wangu wa Kasumuru TV, kama unavyozidi kuona mkutano umejawa na mambo makubwa ya kimungu. Leo ikiwa ni siku ya Krismasi, tumeona watu wamejitokeza kwa wingi, na unapoona nyuma yangu ukiangalia pale, bado watu wapo wanahitaji msaada wa kiroho. Nakwambia hii ni siku ya kwanza tu, watu wameweza kujitokeza kwa wingi kabisa. Kumbuka kwamba mkutano huu una waimbaji mbalimbali, lakini pia unaongozwa na Bishop Kasunga, Kennedy Kasunga. Kama unavyozidi kuona, bado mambo yanakuwa, mambo ni ngali, mambo ni waka waka. Endelea kutufuatilia Kasumuru TV YouTube, utatupata. Endelea kushare, kucomment ili kuendelea kupata mawili matatu ambayo yanazidi kujili katika viwanja hivi, viwanja vya siasa. Yaani wale ambao wamewaacha wagonjwa nyumbani, wawalete waendelee kufunguliwa hapa. Umeona hapa, nimekwambia mambo ni waka waka, mambo ni ngani ngani. Umejifunza nini leo kwenye mkutano huu? Na kuzaliwa kwa Bwana Yesu. Naam. Yes. Naam, lakini vipi mapokeo ya mkutano huu umeonaje? Namshukuru Mungu, nimepokea vizuri kwa amani kabisa, nimefurahi. Umefurahi? Haleluya. Naam, amekwambia mkutano ameupokea kwa amani na anakumbuka kwa kuzaliwa kwa Bwana Yesu. Je, wewe unaifahamu hiyo kwamba leo ni siku ya Christmas, au unapingana na hiki tunachokizungumzia? Basi tunakutana na dada mwingine yuko hapa. Hajataja majina. Tutapata. Dada, habari za leo? Naam, labda pengine tunatamani kujua jina lako ni nani? Mariam. Naam, Mariam, wewe kama Mariam, naona umehudhuria kwenye mkutano huu. Una jambo gani hasa la kuwashauri ndugu ambao wao hawajafika leo? Mimi naomba tu wakusanyike, waje kumuomba Mungu, waje kushuhudia matendo ya Mungu mahali hapa. Safi sana, basi piga kigegeta tafadhali. Safi sana. Nimekwambia mambo ni waka waka, mambo ni ngari. Madam, habari za leo? Salama kabisa. Naam, kwanza watu wanatamani kujua jina lako, unaitwa nani? Naitwa Lea. Naam, labda mapokeo ya mkutano huu umeonaje? Mapokeo ni mazuri. Tena sana. Na naamini atazidi kuwa mazuri zaidi. Huu ni mwanzo tu. Lakini kawaida inavyoendelea unakuwa zaidi na zaidi. Naam, labda pengine una jambo gani la kuambia ndugu ambao bado wako nyumbani, wanajua kwamba siku ya kwanza labda mambo yanakuwa sio mazuri, wanategemea kuja siku ya mwisho. Je, una jambo gani la kuambia hizi siku katikati ambazo zinazoendelea? Mimi napenda kuambia kwamba wasikose hata siku moja, kwa sababu kila siku na muujiza wake na kila siku ina matendo makuu ambayo wanaweza kukutana nao katika mkutano huu. Kwa hiyo wasitegemee kwamba watakuja mwanzo waje na mwisho. Hapana, matukio ya katikati yanaunganisha matukio ya kumalizia. Kwa hiyo wawepo kuanzia mwanzo hadi mwisho. Naona wewe umebeba familia nzima, umeileta kwenye viwanja hapa. Uko vizuri kabisa. Baba naye alifika pia au bado? Baba naye yupo. Naam. Nimekwambia mama ametoka nyumba nzima ameikusanya, ameamua kuileta kwenye viwanja hivi vya mkutano. Wewe ni nani ambaye bado unabakiwa nyumbani? Bado unaona kwamba shughuli zako za muhimu, badala utenge muda kidogo ufike hapa uone mambo yanavyozidi kuwa mambo moto. Ndugu yangu, endelea kufuatilia Kasumuru TV, tuko mbashara, endelea kutufuatilia, tutakuletea matukio haya kuanzia siku ya kwanza mpaka siku ya mwisho, siku ya tarehe 1 tutahitimisha. Thank you.